Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, lipitalo majina yote. Ni mimi mtumishi wa Mungu Pudensiana au mjoli wa Bwana. Ninakuja tena mbele zako kwa ajili ya kujifunza somo letu la leo. Lakini kabla hatujajua somo letu la leo tutajifunza kuhusu nini, basi tumkaribishe Roho Mtakatifu akaambatane pamoja nasi. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa sababu wewe ni mwema, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa majira na nyakati hizi ambazo Baba zimekubalika mbele zako kusogea kwa ajili ya watoto wako kwa ajili ya kujifunza neno letu, somo letu la leo. Basi Roho Mtakatifu, ninakuomba uambatane pamoja nami, ukafundisha watoto wako hawa kupitia kinywa changu. Ninaomba Roho Mtakatifu ukaniongoze, ukanifundishe ili na wao niweze kuwafundisha ili somo ambalo umetaka walijue siku ya leo. Asante Roho wa Bwana, ninaomba ukaambatane pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu wapendwa, kama ilivyo ada, somo letu la leo bila kupoteza muda, kichwa cha somo kinasema laana iliyowaumiza wengi. Kuna watu wanatembea chini ya laana ambayo yamkini kabisa hata wao wenyewe hawajui kwamba wanatembea chini ya laana. Hajui kama anatembea chini ya laana. Kuna vitu vingine tunaweza tukavifanya na tusijue athari zake ni nini. Lakini katika hali ya kawaida unaweza ukaona tu kwamba ulichokifanya ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini kumbe tayari kwa Mungu ile ni laana kwa sababu imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaangalia laana ni nini. Laana ni mapigo ambayo Mungu anaachilia kwa watu wake. Kuna maana nyingi, lakini mimi nimependa nitumie hii kwamba ni mapigo ambayo Mungu anaachilia kwa watu wake. Na kwa aina jinsi unapokuwa unatembea chini ya laana bila kujua, na unaweza kabisa ukapita kwenye mapigo na katika ugumu fulani, lakini usiweze kung'amua kwamba hii hali ninayoipitia ni kwa sababu ya laana ambayo Mungu ameiachilia kwangu kwa sababu ya 1, 2, 3. Inakuwa ni ngumu sana kujua. Ndio maana wengi tunatembea chini ya laana, lakini sisi wenyewe hatujui kwamba tunatembea chini ya laana ya Mungu. Hujui kama unatembea chini ya laana ya Mungu, lakini uko chini ya laana ya Mungu. Umeona Basi tutakwenda kuangalia ni laana gani hiyo, au kwa nini tutembee chini ya laana bila sisi wenyewe kujua kama tunatembea chini ya laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia kwenye kitabu chetu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona atakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba Bwana asema hivi, Bwana mwenyewe, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Yaani moja kwa moja, automatiki, ukimtegemea mwanadamu tayari unatembea chini ya laana. Aidha unajua au hujui, tayari unatembea chini ya laana. Unapomtegemea mwanadamu na unamfanya mwanadamu kuwa ndio kinga yako. Yaani mimi bila yeye siwezi chochote. Bila yeye siwezi chochote. Moyoni mwako umemweka yeye. Amechukua nafasi kubwa ya Mungu kukaa ndani yako. Na kati Mungu anasema, mwanangu nipe moyo wako. Mwanangu nipe moyo wako. Moyo wako ndani yako awepo Mungu. Ndio awe wa kwanza. Halafu mwanadamu. Lakini wewe umetoa nafasi ya Mungu kwenye moyo wako, ukaweka nafasi ya mwanadamu.
ambaye huyo mwanadamu na yeye anamtegemea Mungu kama wewe unavyomtegemea Mungu. Sasa wewe unalaaniwa kwa sababu umeacha sasa kumtegemea Mungu, unamtegemea yule mwanadamu, ambaye huyu mwanadamu pumzi yake tu ya uhai imeshikiliwa na Mungu, na yeye mwenyewe ameumbwa na Mungu. Anaendesha maisha yake, yamkini anamtegemea Mungu, kwa sababu kuna wengine wanamtegemea shetani, wengine wanamtegemea Mungu. Yamkini maisha yake anaendesha kwa kumtegemea Mungu. Sasa wewe unampa kipaumbele sana huyu mwanadamu mpaka unamsahau Mungu aliyekuumba. Hujui kwamba Mungu wetu tu kwanza ni Mungu mwenye wivu. Kwa nini ana wivu? Anataka tumpe yeye kwanza nafasi ya kwanza kwenye mioyo yetu, tusiwategemee wanadamu wa dunia hii. Kwanza Mungu, halafu ndio mwanadamu anafuata. Ndio maana Mungu anaona kabisa kuna watu ambao wamewapa kipaumbele wanadamu wenzao kwenye maisha yao kuliko kumpa kipaumbele Mungu. Yamkini kwa sababu mbalimbali. Yamkini kwa sababu ana kipato kukuzidi, amekuwa anakusaidia hapa na pale. Kwa hiyo ukaona ni bora umpe umuhimu mkubwa kwenye maisha yako. Ndugu yangu, kusaidiana, tunasaidiana kweli kabisa, hatukatai, tunasaidiana, na Mungu huwa hashuki kutoka mbinguni akaja akakusaidia. Mungu huyu ambaye anasema amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu, yeye Mungu huwa anatumia watu kwa ajili ya kuwabariki watu wengine. Umeona Haina maana kwamba mtu ambaye amechaguliwa na Mungu kukubariki kwa wakati huo ndio umpe asilimia zote kwenye maisha yako, umsahau Mungu. Hapana, Mungu hakumaanisha hivyo, kwa sababu anatenda kazi pamoja na watu. Kama anatenda kazi pamoja na watu, tambua kwamba kwa wakati unapopitia shida au changamoto yoyote, na ikatokea kwamba Mungu amemshika mtu mkono akamtumia mtu mwingine kwenda kukusaidia au kukupa msaada wote au kunipa msaada wote, haimaanishi kwamba yule mtu ndio achukue nafasi ya Mungu ndani ya moyo wako. Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako, na binadamu atabaki kuwa binadamu kwenye maisha yako. Yule aliyetumiwa na Mungu kuja kukubariki wewe, utabaki unamheshimu heshima kama binadamu wengine, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu. Yeye ndio Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hakuumbwa wala ameumba pasipo yeye kuumbwa. Kwa hiyo heshima ya Mungu inabaki pale pale, na mwanadamu anabaki anaheshimiwa kama mwanadamu, na Mungu ndo anayebakia wa kuogopa na kutetemekewa, kwa sababu yeye ni Mungu aliyeviumba vitu vyote vyenye uhai na visivyo na uhai. Kwanza hata unapolitaja tu jina la Mungu lazima tu wewe mwenyewe uogope kulitaja bila sababu. Ndio maana hata kwenye amri nasema usilitaje bure jina la Mungu wako. Pasipo na sababu huwezi kulitaja jina la Mungu. Sasa kwa nini mwanadamu mwingine achukue nafasi ya Mungu kwenye maisha yako? Ndio maana moja kwa moja andiko linasema amelaaniwa amtegemee mwanadamu. Unayemfanya mwanadamu kuwa kinga yako, yani kinga yako wewe umeiwekeza kwa mwanadamu. Chochote kitakacho kutokea kwenye maisha yako, wa kwanza kumpigia ni mwanadamu. Badala wa kwanza awe Mungu. Mungu ndo akupe wazo, kwa hili tatizo kamuone fulani, kwa hili tatizo mpigie simu fulani atakusaidia. Lakini wewe unapoingia kwenye shida au kadhia yoyote, huwezi kupiga magoti ukasema kwamba Mungu, ninakushukuru hata kwa hili ninalolipitia, lakini Mungu, hii changamoto nafanyaje Mungu, ninaomba unisaidie. Ninaomba unisaidie Mungu, nifanyeje? Mungu akupe wazo, mwanangu, kwa hiyo changamoto, hebu nenda kwa fulani, tayari nimeachilia utayari kwake, atakusaidia. Nenda kwa fulani atakusaidia. Changamoto nyingine, tunasaidiwa na watu ambao wako kwenye yale mazingira ambao wana uwezo kabisa kutusaidia, na unaweza ukaenda usimuhusishe Mungu na yule mtu hawezi kukusaidia, anaweza asikusaidie. Lakini ukimuhusisha Mungu, Mungu anampa yule utayari wa kukusaidia. Unajua kuna watu wako sekta mbalimbali, wako sekta mbalimbali serikalini, na wengine ni wafanya biashara, na wengine tu ni wakulima. Mungu amegawa kila mtu na karama yake na uwezo wake. Unaweza ukapata changamoto labda ya afya, umeenda hospitalini, Mungu akakuongoza kabisa. Kwa sababu unapoumwa sio tu kwamba ujinyanyue uende hospitalini. Piga hata magoti, Mungu akuelekeze. Mungu akuelekeze, huu ugonjwa nenda hospitalini au ugonjwa mwanangu, wewe omba nitakuponya. Kwa sababu kuna magonjwa mengine Mungu mwenyewe anakuambia nenda hospitalini. Ndio maana hospitali zikawepo.
anakuambia kasa nenda hospitalini, na unaenda unapona. Kuna vitu vingine Mungu anakuelekeza fanya hiki utapona, na unapona, na hata hospitalini hujaenda. Umeona Kwa hiyo ukipata tatizo, wa kwanza kumwambia nani? Kwa mfano labda ninatoa mfano, labda umesikia ndugu yako amekamatwa, yuko polisi, halafu wewe una rafiki yako polisi, labda mkuu wa kituo ni rafiki yako. Wa kwanza kumwambia nani? Yaani kwa akili haraka kibinadamu utapiga simu, mpigie simu mkuu wa kituo, bwana mkuu, hivi na hivi, samani 1 2 3, mtasalimiana, bwana nina ndugu yangu bwana amekamatwa hapo kituoni bwana. Kafanya nini? Nasikia ni 1 2 3 4 5. Okay, pale kuna afande fulani kituoni, basi ngoja nimpigie simu, huyo hawezi kulala ndani. Umeona Hujamhusisha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tatizo lilipotokea pale kwenye kitovu cha tatizo kuna mtu wako ambaye unamfahamu. Kwa hiyo umeona sina haja ya kumshirikisha Mungu, kwa sababu mkuu wa kituo ni rafiki yangu, kila kitu kitafanya nini? Kitakwisha. Na kweli yule mkuu wa kituo anakusaidia. Ndugu yako halali ndani anatolewa. Umenielewa linatokea tatizo lingine. Labda mtoto wako anaumwa, unampeleka hospitalini. Unafika pale hospitalini unagundua kwamba mganga mkuu naye ni rafiki yako. Unampigia simu, bwana tuko hapa na mwanangu anaumwa. Kwa sababu mganga mkuu ni rafiki yako, anakudirect kwa daktari wa watoto. Anampigia simu, bwana nina jamaa yangu yuko hapo nje, mtoto wake yuko hoi kweli, hebu naomba aingie. Unavunja utaratibu. Umekuta pale kuna wagonjwa wako hoi, wana watoto wako wako hoi, watoto wao wako hoi. Unavunja utaratibu, unaingia kutibiwa, unatoka. Kwa hiyo milolongo yako yote, na unajikuta kuna watu na bahati nzuri kila anapoenda anakuta na channel zinaongoza tu. Anashindwa hata kumshirikisha Mungu, kwa sababu kuna channel mbele yake zinazomruhusu yeye kupata msaada. Hiyo kitu inakufanya usimpe Mungu kipaumbele kwenye maisha yako, kwa sababu unaona kila ninapopita kuna watu wa kunishika mkono. Kwa hiyo wale watu au ile channel ambayo imetengenezwa, pengine amekutengenezea Mungu mwenyewe, lakini bado unatakiwa kurudi kumwambia Mungu, nimepata tatizo hili Baba, nifanyeje? Mungu ndo akukumbushe. Yaani Mungu yeye ndo. Sahau kama kuna mkuu wa kituo unafahamiana naye. Sahau kama kuna daktari mganga mkuu hapo unafahamiana naye. Sahau kwanza, muweke pembeni. Lakini piga kwanza magoti, muombe Mungu. Muombe kwanza Mungu. Yeye ndo akukumbushe, kwa hili fulani atakusaidia. Umenielewa? Kwa hili mwanangu, nenda fulani atakusaidia. Na kweli unaenda anakusaidia. Lakini kwanza umempa heshima Mungu. Umemheshimisha, hata kama kile kitu ulikuwa unaona una uwezo wa kukifanya. Mwambie kwanza Mungu awe wa kwanza katika kila kitu chako unachokifanya. Usimtegemee mwanadamu, kwa sababu yeye ana power ya kufanya kitu chochote ambacho anataka kukifanya, ukamsahau Mungu. Umeona? Ndio maana anasema hivi, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Bwana hayuko tena moyoni mwako. Hayuko tena. Nini? Nina channel kwenye makampuni, nina channel serikalini, nina channel kwa wakulima, nina channel kwa watumishi wa Mungu. Yaani wewe kila sehemu unajikuta milango imefunguka. Sasa kama umefunguliwa milango pande zote, moyoni mwako nawe umemwacha Mungu, kwa sababu unajua hata baada ya wale kukusaidia, hukurudi hata kupiga magoti kumwambia Mungu na kushukuru hata kwa kumtumia huyu anisaidie. Unasahau, unampa kipaumbele mwanadamu. Ukila utakapomwona Bwana usingekuwa wewe, sijui ingekuwaje. Hutambui kwamba na yeye ametumiwa na Mungu. Anaweza akawa anakujua kabisa na asikusaidie. Kwa nini? Kwa sababu hujataka kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuangalia mienendo yako, na taratibu ndani ya moyo wako unaanza kumwacha Mungu. Unaanza kumsahau Mungu. Mwisho wa siku habari ya Mungu inafutika, inaishia hapo. Mwanadamu ndo anakuwa amejaa moyoni mwako. Umeona? Uje kuona mtu anapata kazi nzuri, utasikia hao wenzetu wana channel, na kuna mwingine hana hata channel anapata kazi.
Nini? Amemtegemea Mungu. Hana chaneli popote. Ni mtoto wa maskini, katoka huko kijijini, Mungu kamnyoshea njia. Kwa sababu nini? Amemweka moyoni mwake Mungu kila hatua anayopiga, na Mungu anamsaidia na anang'aa. Lakini mtu mwingine akishajua kwamba nina chaneli, hawezi hata kuomba. Anaenda kwenye interview kwa sababu channel watu wameshapigiana simu, kuna mtoto wangu atakuja hapo, naomba mumpitishe. Anafika pale, anapitishwa. Hata uwezo wenyewe wa akili hana kwenye ile nafasi ambayo anaenda kufanya interview. Lakini kuna mtu amemtegemea Mungu, na Mungu kwa wakati huo anaweza asimpe. Kwa sababu gani? Anataka wakati ulio sahihi, atampa kikubwa zaidi ya kile. Kwa hiyo, kwa nini nimeleta huu ujumbe? Kukutahadharisha wewe, hata kama una chaneli zimesimamaje, anza kwanza na Bwana. Anza kwanza na Mungu. Ukimtegemea mwanadamu, kuna siku huyu mwanadamu atakuja kufa. Kuna siku mwanadamu atakuja kushushwa cheo. Kuna siku mwanadamu atakuja kustaafu. Kuna siku mwanadamu chochote kinaweza kikatokea. Asiwe tena na sauti kama aliyokuwa nayo. Asiwe tena msaada kwako kama ilivyokuwa mwanzo. Kuna kufilisika, kuna kuibiwa, kuna mali kutaifishwa, kuna hiki na hiki. Inategemea wewe ulikuwa umemwegamia kwa msaada upi. Ndio maana nakwambia hivi, maana atakuwa kama fukara nyikani. Kwa sababu uliwekeza sana kwa mwanadamu, hukuwekeza kwa Mungu. Siku huyu anapokuja kuanguka, utakuwa kama fukara nyikani. Hutakuwa na pakushika. Lakini kwa yule aliyemtegemea Mungu, hata ikitokea chochote kwa yule mwanadamu mwingine, yeye alishaga mtegemea Mungu siku zote. Kwa hiyo hateteleki, hababaiki, hatishwi na kitu chochote, kwa sababu Mungu ndiye kinga yake. Mungu ndiye ngome yake. Wakati wote Mungu anabaki kuwa Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiangalia kwenye kitabu cha Isaya, Isaya 2:22. Isaya 2 mstari wa 22 anasema hivi: mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake ii katika mianzi ya pua yake, kwa maana hudhaniwaje kuwa ni kitu? Huyu mwanadamu pumzi yake na yeye iko kwenye mianzi ya pua yake kama wewe, anapumua kama wewe, na pua yake imeangalia chini kama ya kwako. Unamdhaniaje kuwa ni kitu? Si kitu sana kwako. Na hatusemi kwamba umdhalau, mheshimu, kwa sababu ametumiwa na Mungu kukuvusha wakati wa shida ulipokutokea. Heshima yake ibaki pale pale. Ambacho Mungu hataki kumfanya sasa ndiye Mungu wako, yaani kumpa kipaumbele na kumpa nguvu kwenye moyo wako kuliko Mungu. Na kati hawezi hata kuisababisha pumzi yako siku moja ikasema kwamba stop. Hawezi hata kuisababisha pumzi yako ikaendelea. Ni mwanadamu tu huyo ni mwanadamu. Mungu ndo anaweza kuua mwili, anaweza kuua roho. Mungu ndo yote katika yote, ambaye anaweza yote. Mwanadamu atatoa tu ili body la nje, lakini roho yako hana access na roho yako. Kwa hiyo tuwaheshimu, tuwapende ambao wanatushika mikono kutufikisha sehemu, lakini wasichukue nafasi kwenye mioyo yetu, wakatoa nafasi ya Mungu wakakaa wao watabaki kuwa wanadamu, na Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiangalia pale kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Na njia anayokupa Mungu inakuwa ni njia ambayo haina tena haina kulipana. Sijui unanielewa? Kwa sababu unakuta labda mwingine, kwa mfano nimetoa hapo mfano wa interview. Sasa hivi unakuta watu wengi mpaka apate kazi autoe mwili wake sadaka. Ukishautoa mwili wako sadaka, yule bosi ndio utakuwa sasa unamnyenyekea, kesha kudharirisha na bado umnyenyekee.
Lakini je, ungepiga magoti kumwomba Mungu, angekwambia mwanangu, nenda kafanye interview utapata, au usiende. Anakukataza Mungu, anakwambia hapo usiende. Tulia. Mungu akikwambia usiende, tulia, wala hata usihangaike, kwa sababu kuna kitu amekuandalia. Lakini ukienda kwa kutumia akili zako, ndio unaenda kudhalilishwa. Unaenda kudhalilishwa. Utadhalilika, utatumika, na utabaki unanyenyekea. Ukienda kwa mtu kama huyo, unajua kapita na wangapi pale kwenye kampuni, kapita na wangapi pale ofisini, na bado anataka kudhalilishe na wewe. Na baada ya kukudhalilisha, hamna chochote cha maana. Tayari umeshadhalilika tayari. Lakini ukimtegemea Mungu, anakuwa anakuamlia, hapa nenda, hapa usiende. Na unatulia bila shida yote, kwa sababu unajua Mungu ameniambia nisiende. Yeye anajua kuna nini ameniandalia. Si anajua una uhitaji wa kazi? Mungu anajua kwamba mwanangu ana uhitaji wa kazi. Umeona Kwa hiyo usimtegemee mwanadamu, mkimbilie Mungu kuliko kuwatumainia wanadamu. Anza kwanza na Mungu. Kwa chochote kinachotokea, anza kwanza na Mungu, ndio urudi kwa mwanadamu. Mungu ndo atakuelekeza, nenda kwa fulani, atakusaidia. Acha Mungu ashike nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Lakini tukiangalia pale pale Zaburi ya 146 mstari wa 3 na wa 5, anasema, msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Huyu binadamu kwake hakuna wokovu. Hakuna wokovu ndani yake. Kwa nini umtumainie? Ana mbingu ya kukupeleka huyo? Hana mbingu ya kukupeleka. Hana mbingu ya kukupeleka. Pumzi yake hutoka hurudia udongo. Pumzi yake hutoka hurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yanapotea. Kwa hiyo anakufa, na yeye kuna siku pumzi yake itaurudia udongo. Sasa kwa nini umtegemee mtu ambaye na yeye anamtegemea Mungu? Pengine hata kama anakusaidiaga vipesa, huo utajiri wake na wewe sijui umetoka, wengine umetoka kwa Mungu, wengine umetoka kwenye kona zao. Lakini all in all, na yeye kuna siku moja atarudi kwa Muumba wake. Kwa nini kumtegemea ambaye hawezi hata kusogeza siku zake, hata kusogeza sekunde ya uhai wake hawezi kusogeza? Mungu akisema stop, hapo hapo ni stopisho. Kwa hiyo ni heri, anasema hapo kwamba mstari wa 5. Anasema mstari wa 4, mstari wa 5, heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake. Heri. Kumbe kuna heri ya wale wanaomtegemea Mungu. Kuna heri ya wale wanaomtegemea Mungu. Sasa unazikataa hizo heri, unaenda kwenye laana, na unatembea chini ya laana bila wewe mwenyewe kufanya nini? Bila wewe mwenyewe kujua. Kwa hiyo ni wito wangu leo jamani, watu tunatembea chini ya laana, lakini hatujui kama tunatembea kwenye laana. Mungu hataki. Anakukumbusha leo, huyo unayemtegemea, hizo chaneli zenu mnazozitegemea, hiyo mitandao yenu mnayoitegemea, unakuta kila sehemu mahakamani una mtu, polisi una mtu, si idara ya afya una mtu, sijui wapi una mtu. Hukatazi kuwa na chaneli dunia nzima, lakini kwanza Mungu awe kipaumbele kwenye maisha yako. Mungu awe yote katika yote, alafu ndio zifate hizo chaneli zako. Kwa sababu Mungu anakuambia kasa, hiyo chaneli yako yenyewe pua yake tu kwanza imeangalia chini, hiyo chaneli yako itarudi kwenye udongo. Kwa hiyo hatukatazi kuwa na chaneli, kuwa nazo nyingi sana tu kama minara ya simu, lakini mwisho wa siku Mungu awe wa kwanza kwa kila kitu kwenye maisha yako. Hata kama una hela kiasi gani, Mungu awe wa kwanza kwenye maisha yako. Mtegemee Mungu kwa kila kitu. Akili yako na mawazo yako yaelekeze kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Ujumbe wangu wa leo ni huo, na Mungu akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao Bwana umependa watoto wako usikilize kupitia Roho wako Mtakatifu. Asante Baba, nakushukuru kwa ajili ya somo hili ambalo Mungu hakika limekuja kwa wakati mwafaka kabisa kwa ajili ya watoto wako. Na waombea Mungu watakapolisikia somo hili Bwana,
likapate kuwarudisha sasa, watoke kwenye kuwategemea wanadamu, warudi na kuanza kukuangalia wewe Mungu, kwa sababu uhai wao, pumzi zao ziko mikononi mwako. Katika jina la Yesu, amen.